Zamani za kale palikuwa na bonde lenye maporomoko ya maji yenye kupendeza. Katika bonde hilo aliishi mkulima mwenye subira na kuku wake mmoja mwenye tabia ngumu. Lakini huyu kuku hakuwa kama wengine. Alikuwa na siri ya ajabu. Kulikuwa na kuku mmoja aliyekaa kwenye kiota cha nyasi karibu na maporomoko ya maji. Kila asubuhi mkulima alikuja kukusanya mayai. Kuku huyo alitaga yai moja la kawaida, brown, dogo, la kutosha tu. Lakini siku moja alitaga yai la dhahabu. Mkulima alishangaa. Subira yangu imelipia, alisema. Kuku alijivuna, unaona? Mimi si kuku wa kawaida. Nipe nyumba kubwa. Nipe samaki. Nipe kofia ya kifalme. Mkulima alitabasamu tu na kusema, utapata kile unachohitaji, si kile unachotaka. Kuku hakuridhika. Siku iliyofuata alikataa kutaga kabisa. Nitatoa yai langu la dhahabu nikiona kiti cha velvet, alisema kwa ukaidi. Mkulima aliuliza, kuku, hutaki kiti cha enzi? Hutaki kofia? Hutaki samaki? Unachotaka ni nini kweli? Kuku alijibu, nataka zaidi. Zaidi ya zaidi. Alijikaza. Alitaka mayai mawili ya dhahabu kwa siku moja. Alijikaza zaidi. Hakuna chochote kilitoka. Tumbo lake likawa tupu. Hakuna yai la dhahabu. Hakuna hata yai la kawaida. Mkulima alikuja asubuhi. Hakukuta chochote kwenye kiota. Alisema kwa sauti ya upole, ulipata dhahabu moja, ukataka mbili. Sasa huna hata chakula cha leo. Yai uliotaga jana niliuza kununua chakula cha kuku. Chakula chako mwenyewe. Kuku alitoka nje. Aliketi kando ya maporomoko ya maji akitazama maji yakiporomoka. Alilia kwa sauti ndogo, nilitaka mengi, nikapoteza kidogo nilichokuwa nacho. Mkulima aliketi pembeni yake. Akampa mbegu moja. Shukrani huanza na kitu kimoja, alisema. Yai moja la kawaida linaweza kukuletea maisha mema ukilitunza kwa heshima. Kuku alila mbegu. Alitabasamu kidogo. Asubuhi iliyofuata, mkulima alipofika kwenye kiota alikuta yai moja dogo. Kuku alikweta kwa furaha, si dhahabu lakini ni langu.